Mtazamaji wa kipindi cha Afya Kwanza, na karibu katika kipindi hichi leo tukiwa mubashara hapa katika studio za Zanzibar Cable Television hapa mjini Unguja, ambapo Afya Kwanza kama ilivyo kawaida ya kipindi chetu huwa tunazungumzia masuala ya afya, namna ya kujua maradhi, namna ya kujikinga, lakini kujitibu pia pale ambapo utaugua. Mimi naitwa Amur Khamis, mwongozaji wako wa kipindi hichi cha Afya Kwanza, na leo kama ilivyo kawaida tukiwa tuna vipindi vilivyo recorded, basi huwa tunakuja mubashara kumalizia zile mada zetu, na siku ya leo tutarudia katika miezi iliyopita, mwezi uliopita ambao tulizungumzia hasa ugonjwa wa sickle cell, na mwezi wa 9 kama ilivyo kawaida katika miezi miaka yote ni mwezi wa uelewa juu ya ugonjwa huu wa sickle cell au selimundu kwa lugha ya Kiswahili. Na hapa studioni leo hii nimemwalika daktari bingwa wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, Dr. Thuwain Nasor Saidi. Daktari, karibu sana. Asante sana. Na tunaye pia shujaa wetu wa sickle cell anaitwa Mohamed Salum Hamadi. Sheikh Mohamed, karibu sana. Tuanze na ile swali letu, si? Inshallah. Asante sana. Dokta, kabla ya kwenda kwa Mohamed, tuwakumbushe watazamaji wetu juu ya hichi ambacho tulizungumza wakati ule. Kuna wengine labda hakupata nafasi ya kukiangalia ama kukisikiliza. Tukizungumzia sickle cell ama selimundu, kitaalamu tunazungumzia nini? Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji. Nadhani tulimalizia katika kipindi ambacho tulielezea kwa ufupi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell, ama tunasema kwa Kiswahili unaitwa ugonjwa wa selimundu. Kikawaida ugonjwa wa sickle cell tunasema ni ugonjwa wa urithi ambao mtu hupata kutoka kwa baba na mama. Hapa ni lazima ili mtoto aje awe na hili tatizo, ni lazima manake aweze kubeba kile kinasaba kutoka kwa baba na kwa mama. Ndipo unakuja tunasema kwamba huu umekuwa ni ugonjwa wa sickle cell, kwa maana ya kwamba unakuja kuathiri zile chembe nyekundu kwa kuweza kuzibadilisha katika muundo wake na kuwa ule mfumo wa mundu. Mundu nadhani tunajua ilivyo ile mundu, kama mwezi mchanga hivi au shape ya ndizi, sawa, tunasema ndio inakuwa hivyo. Turudi kidogo tu tuwakumbushe kwamba kawaida damu ya binadamu ina vitu vingi ndani yake, lakini kwa ufupi ni kwamba inakuwa imeweza kutengenezeka kwa vitu vikuu. Tunasema ndani yake kuna chembe nyeupe, lakini pia kuna chembe nyekundu ambayo tunaita red blood cell, na pia kuna chembe sahani ambazo sel ndogo ndogo ambazo hizi tunazita kama platelet. Kikawaida ugonjwa wa sickle cell unakuja kuathiri baada ya yale mabadiliko kutokezea ya haraka, basi unakuja kuathiri hii chembe nyekundu na mpaka kuweza kufanyika ikawa katika umbo hili. Okay. Na tofauti kati ya selimundu au ugonjwa huu wa damu na ugonjwa ule wa mifupa ni ipi, au ni mmoja? Ni mmoja. Kawaida wengine wanaita ugonjwa wa sickle cell, wengine wanaita ugonjwa wa maradhi ya mifupa, ni huo. Okay. Mohamed, wewe uligundulika lini au ulijigundua lini kuwa wewe ni mmoja kati ya ambao wana hiyo sickle cell? Mimi hapa nilijulikana tangu nikiwa mchanga. Okay. Tangu nikiwa mchanga, lakini shida mwanzo haikujulikana. Kupitia wazee, kupitia changamoto hapa na pale, kugundua nini tatizo. Hata kuja kujulikana ni kama na miaka 7. Okay. Hapo ndo tukaenda tukapima Mnazi Mmoja. Nakumbuka ilikuwa Dr. Aliamu jengo la watoto pale ndo tulipopima, tukajulikana hapo. Ndio ikaanza hapo changamoto ya kujulikana rasmi kama kuna sickle cell. Na hizo shida zilikuwa zipi? Shida kupata homa mara kwa mara, maumivu, na ilikuwa yani ni maumivu kila muda. Na kile ndo wazee kilichowafanya kifuatilia ni kitu gani. Ndio kufuatilia kikajulikana ni sickle cell. Wewe kama mwenye sickle cell, hasa maeneo gani yalikuwa zaidi ya maumivu? Viungo. Viungo za viungio hizo. Okay. Ilikuwa na maumivu makali sana. Okay. Na homa za mara kwa mara yani. Papo kwa papo homa.
kwa leo, kesho homa nyingine. Okay. Na wakati ule labda ulianzishwa kusoma au mpaka ulipofika umri huo ndio ulianza? Mie hapa kwenye udogo hii kwenye miaka 3 mpaka 8 ndio ilikuwa changamoto. Okay. Lakini kufika miaka 8 kidogo nikastop. Nafanya shughuli zangu kama kawaida, yani kaondoka sasa kapotea. Sawa, huko tutarudi. Tuende kwa daktari kwa. Sababu kuu za kupata sickle cell ni zipi? Sababu kubwa ni kwamba kwa sababu kama tulivyokwisha sema kwamba huu ni ugonjwa wa urithi. Kwa hiyo kunatokezea mabadiliko katika vinasaba. Sawa, kwa njia ya urithi. Na kunapotokezea kule mabadiliko, manake tunasema kwamba kitaalamu tunaita ile mutation ama mabadiliko ya haraka ambayo wanakwenda kubadilisha ile gene, kile kinasaba. Kwa maana hiyo sasa kile kinasaba kinavyofanyika maanake ni kwamba kinakwenda kutengeneza, kinakwenda kuiamrisha ile hemoglobin, kwa sababu nadhani tunajua kwamba hata ukienda hospitali tunapima kitu kinaitwa kama hemoglobin. Hemoglobin ndiyo ambayo inakaa ndani ya red blood cell tunaita kitaalamu. Na tukitizama kwamba hii red blood cell ama chembe nyekundu kitaalamu inakuwa kazi yake kubwa hasa ni kuweza kusafirisha ile oxygen ndani ya damu. Umeona, na hapa ina maana kwamba tulisema pia kuna zile chembe nyeupe. Yako maradhi mengine ambayo yanatokana na chembe nyeupe. Chembe nyeupe mara nyingi wao wanakuwa kama ni tunasema kwamba ni walinzi katika miili yetu. Sawa, na ile chembe sahani ambayo tumezizungumza, wale wao wanakuwa kazi yao kama mwili utapata tatizo lolote kama la kujikata, aidha mshipa umepasuka au kama umejikata hivi na kitu, wale ile inakuja kusababisha wewe damu yako iweze kusita. Ni hizi ambazo tunaita kama chembe sahani. Sasa tukirudi kwa vile athari ya kwenye sickle cell tunasema ipo kwenye chembe nyekundu za damu. Sawa. Kwa hivyo ile kutokana na mabadiliko ambayo yametokezea kwenye ile tunaita mjengeko wa ile hemoglobin. Mabadiliko pale yanapotokezea yanapelekea kubadilika kwa muundo wa zile amino acid. Tukiita hizi amino acid maana tunasema ni vitu ambavyo vimo ndani ya hemoglobin. Sawa, ambavyo hivyo ndo vinapelekea kujipangisha. Maana tukisema hemoglobin imeundika kwa chain tunasema. Sasa mabadiliko yanapotokezea kuna mbadilishano kuna acid ambayo tunaita glutamic acid pamoja na valine. Sawa, katika position ya 6. Na ikitokezea hivyo sasa ina maana ile hemoglobin inayozaliwa haiwi ile normal hemoglobin, bali tunaita kama hemoglobin S. Sawa, ama sickle hemoglobin. Sasa hii hemoglobin hii inakuwa ina tabia gani? Hii ndio ambayo inokuja kwa sababu ikikaa kwenye red blood cell inapobebwa inaibadilisha umbo ile chembe nyekundu. Kawaida chembe nyekundu ya mtu ambaye hana sickle cell tunasema yeye chembe yake nyekundu inakuwa mara nyingi ni mviringo kwa umbo la kawaida. Lakini anapopata changamoto ya aina kama hii ina maana ile damu yake chembe nyekundu inaanza kuwa kwa shape ya ile mundu. Sasa hii inapoundika inakuwa tabia yake haswa aina hii ya cell hivi inavyokuwa shape hii inakuwa mara nyingi inakuwa ni ngumu. Tunasema rigid kidogo, alafu inakuwa inaganda kutokana na ule muundo wake ulivyo. Sawa, na hasa hususan inaweza kujizalisha hususan inapokuwa tayari inakosa oxygen. Kwa kunapokuwa kuna upungufu wa oxygen katika mwili, basi unaikuta damu hii aina ya hii hemoglobin S inakuwa inazidi kujizalisha. Sawa, na tunasema kwamba inajimultiply. Kwa hiyo kwa kuwepo hivyo na maana lile tatizo linakuwa linaongezeka. Kwa hiyo kama tunavyokwisha kuona hapo ni tuona kuna shape nyingine za mviringo, zile tunasema ni chembe nyekundu ambazo ziko normal, lakini ukiziona ambazo hizi zilokaa kama shape ya mwezi mchanga hizo kama visu nchani hizi ndo tunaita kama sickle cell. Na zinaweza zikazaliwa labda zilizokuwepo sawa wakati huo zikazaliwa hizi za mwezi mchanga. Yes, wako wengine ambao tunasema kwamba wanakuwa nazo hizi normal na anakuwa nazo zile ambazo zina mwezi mchanga. Kwa hiyo kwa tatizo la sickle cell proportion kubwa, kiwango kikubwa kinakuwa ni hizi
sickle cell, na ndiyo chanzo kuwepo kwa ile hemoglobin S, ndiyo chanzo ya matatizo yote ambayo yanajitokeza kwenye mgonjwa ambaye ana sickle cell. Na Mohamed kasema wakati yeye akiwa mdogo zilikuwa zinatokezea hizo homa za mara kwa mara, lakini kuumwa. Kwa nini labda? Kawaida unajua, maradhi ama tuseme tatizo hili la sickle cell haina maana kwamba ukikua linaondoka, lakini nikaweza nakubali kwamba kila unapokuwa wanakuwa zile changamoto huwa zinapungua. Sawa. Na ndio maana kwamba watoto ambao wako chini ya miaka 5 tunasema kwamba athari yake kidogo inakuwa kubwa, kwa sababu anakuwa pale ndo muda ambao maambukizi ya mara kwa mara yanajitokeza. Sawa, na hizi homa za mara kwa mara, na ndio maana hata matibabu yetu huku utakuta kuna dawa huwa tunawaongezea wale watoto ambao wako chini ya miaka 5. Lakini ukijumuisha na hayo pia, kutokana na mtoto ambaye yuko chini ya miaka 5, 6, changamoto ambazo anazokuwa yeye anapitia mara nyingi ni ngumu kuweza kuzielezea. Labda anaumwa hapa, najisikia hivi. Kwa hivyo ina maana wewe kama mzazi utamwona tu mtoto labda analia, homa imepanda, huwezi kujua tatizo hasa liko wapi. Kwa hiyo mzazi anakuwa kidogo yupo anataharuku sana, na hasa mtoto anapokuwa mdogo. Na kwa nini kwa mujibu wa Mohamed kwenye maungio? Kwenye maungio na mifupa hii mirefu sana, sio maungio peke yake, lakini hii mifupa, na ndiyo maana maumivu yanakuwa yako makali kwenye hivi viungo, na ndiyo maana wengine wanaita kama maradhi ya mifupa. Umeona ile jina lilipotoka, wanaita kama maradhi ya mifupa kwa sababu sickle cell inapelekea maumivu makali kwenye mifupa hii mirefu, kama ya mkono, ya miguu, ya paja, wanapata maumivu mifupa, nadhani kifua pia ni miongoni mwao tayari. Kwa hiyo yale kwa nini sasa yanakuja maumivu, ndio tutakuja kulizungumza zaidi hapo. Maumivu yanasababishwa na kuganda kwa zile cell. Sawa, kwa sababu kama nilivyosema, baada ya kubadilika kwa muundo wa hii sickle cell, inapobadilika ina maana cell hii inakuwa ipo tofauti na ile ambayo tunasema normal. Ile normal tayari tunasema kwamba inakuwa ipo umbo la mviringo, lakini hii inapobadilika, sickle cell inapokuwa iko hivi, ina maana ile sasa unaikuta umbo lake linakuwa ni gumu kidogo na linaganda ganda. Umeona hili ambalo lipo katika umbo la mwezi mchanga. Kwa hiyo sasa inapokuwa inapita katika baadhi ya mishipa, na kama unavyojua tuna mishipa sisi ya damu ambayo damu yetu inasambaa ama inapita katika mishipa mingine mikubwa, mingine midogo midogo. Kwa hiyo inapopita kwenye ile mishipa kama tunavyoona hapo, unakuta zinaganda na ina uwezo wa kujikusanya zikiblock. Sasa kile kitendo cha kuganda na kujikusanya kama tunavyoona, kwa hiyo hapo sasa unakuta damu kile kiungo kule kinachofuata damu haifiki vizuri. Kwa kama haifiki vizuri, na maana mtu huyu hapa anaanza kupata maumivu. Kwa hiyo kama damu haisembei vizuri kwenye mkono hapa, kwa hiyo unakuta sasa hapo unamkuta yeye anaanza kuhisi maumivu. Kwa ndio maana wakija huwa tunawashauri nini cha kufanya, na lengo kubwa ni kuzikwamua zile damu ziweze kutembea, basi unakuta yale maumivu yanapotea. Naam. Mohamed, tuendelee kwako. Baada ya kile kipindi chote ulichopitia mpaka hapa miaka 7 na kusita, ulikuwa unaendelea na dawa au ilikuwaje? Hapo kikweli dawa ni changamoto. Tusivichane. Changamoto vipi? Kwa mtakapojisikia. Yani situmii kwa mpangilio wa daktari. Hapo ndo barasi kwa daktari. Sawa. Hichi kitu. Nilikuwa nakula kwa ninavyojisikia mimi. Naweza hata nikapangia. Ukiona muda mwingi hujala ndo, au mama kagomba bwana, alafu au maumivu kidogo ndo kwa mimi, au sijui niseme ni imani yangu tulivyoiweka. Nikizitumia kwa dabo nakuwa napata homa. Yaani vile mpangilio ambao daktari kasikaika. Nakuwa kama homa inakuwa ipo mara kwa mara, yani jasho, ni mwili pressure yake inakuwa high. Hivi ndio sababu hiyo ukaiacha. Nikizitumia tu zinakuwa kama hivyo. Nikiacha mwili unakuwa fresh. Na wewe ukaona hapa, ukaona hii ndio sababu yako ya kujisibiti. Lakini kuna kipindi kanazitumia kanipeleka fresh mpaka macho yanabadilika ile kutoka kwenye ule manjano. Okay. Lakini hapa kwenye kuzitumia ndo kwenye changamoto. Na ni wingi, so mimi peke yangu
ukiangalia ni wingi kwenye kutumia dawa kwa mpangilio, kwa ni shida. Daktari, kwa nini zinawaletea hiyo ambayo anasema Mohamed? Akitumia anaona sasa ndio mabadiliko, mara homa zinarudi. Nini sababu? Subiri kidogo atujibu daktari. Naam. Unajua kwa kweli unajua hapa, kwa sababu tupo kwa mbele ya watazamaji wanatusikiliza wako ambao sickle cell, sitaki kukubaliana moja kwa moja kumwambia Mohamed ni vizuri ulivyokuwa unaruka au unaacha. Kikawaida dawa unapotumia, unajua mgonjwa yote ambaye ana tatizo sugu, tukirudi tunakuta kwamba sickle cell ni tatizo sugu ambalo mtoto anazaliwa nalo, sawa, anakuwa nalo mpaka anakuwa mtu mzima na yeye anakuwa na familia yake, sawa. Kwa hiyo ugumu unakuja, na ndio hicho ambacho sisi tunachotumia kuweza kuwashajihisha na kuwapa moyo kwamba wanatakiwa watumie dawa. Na dawa za sickle cell unatumia toka unapogundulikana una lile tatizo mpaka mwisho wa maisha yako, tunasema sasa non-stop. Sasa unakuta hapa ndo unakuta ndio changamoto kwa mgonjwa. Unajua ni kama, nadhani huku pia upande mwingine tunapiga kelele wagonjwa wa pressure hamna dawa. Nadhani changamoto unakuta kwamba wagonjwa wote tu lazima ambaye ni kwamba unakuta na tatizo sugu ambalo sio kama labda malaria. Utakula ukimaliza dozi siku 3 sawa, siku 7 wewe umemaliza, maisha yanaendelea. Hili ni tatizo ambalo unatakiwa ni mpangilio wa dawa ambao unatakiwa ule kila siku dawa, ndipo maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo kusema ukweli, kwa dawa ambazo tunatumia kwa sasa hivi, kila dawa ina tatizo lake, lakini kwa asilimia kubwa sana dawa za sickle cell ni dawa ambazo ziko imara kabisa na zimekuwa approved kabisa na mashirika ya dawa na vyakula, na vile vile kwamba ni dawa nzuri kwa tatizo lao. Na sisi mara nyingi huwa tunafuatilia ili kuweza kujua, tuna utafiti tofauti, tunajaribu kuangalia labda matumizi ya hydroxyurea, kama tunaona vipi matumizi ya folic acid, lakini mpaka sasa hivi tunaona bado ziko salama kwa matumizi ya mgonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba mgonjwa wa sickle cell anatakiwa aendelee kutumia dawa kama mgonjwa alivyo mwingine wa kisukari, wa pressure na matatizo mengine ambayo sugu. Na mtazamaji, nikukumbushe tu leo tunazungumzia mada juu ya ugonjwa huu wa sickle cell ama selimundu. Wengine wanaita ugonjwa wa mifupa kama daktari hapo alivyofafanua. Niko na daktari bingwa wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya Rufaa Mnazi Mmoja, Dr. Thuwain Nasor Saidi, pamoja na shujaa wetu ambaye yeye ni sickle cell anaitwa Mohamed Salum Hamadi, na tutakupa fursa hapo baadaye kupitia 0714754594 utupigie kama kuna swali kwa daktari, unaweza kuuliza. Kama kuna swali kwa Mohamed pia unaweza kuuliza juu ya hii. Kumbuka ni Afya Kwanza na inapewa nguvu na ZOP au ZOP, Zanzibar Outreach Program, ambayo lengo letu ni kukuletea wewe taarifa juu ya magonjwa mbalimbali, namna kujikinga, lakini kuchukua hatua pale unapopata maradhi. Na leo tuko na sickle cell. Kwa nini daktari nikamkatiza Mohamed na nikakuuliza kuhusu hilo? Nataka nijue endapo sasa wanafanya kama tabia kama hiyo wengi zaidi, madhara yake yatakuwa yapi? Naam, sasa madhara yake unakuta wingi wao, kwa sababu naweza kusema kwamba sickle cell ni tatizo ambalo lina uwezo wa kuathiri sehemu tofauti vya mwili, kutoka mfumo wa mwili, viungo vya mwili. Kwa hiyo na athari yake unaweza ukaiona ya haraka, tunaita ile ya haraka, tatizo limejitokeza kwa haraka, tunaita acute complication, ambayo tunasema ni kama hivyo ambavyo pengine labda anaacha dawa, unamkuta anapata maumivu makali, anakuja hospitali. Kitu kimoja huwa tunakinoti pale haraka, huyu pengine hajatumia dawa siku 3 siku 4 kaacha, umeona. Lakini pia kuna matatizo yale ambayo tunasema ya muda mrefu, sawa, ambayo anaweza kujitokeza labda yeye pengine toka ajijue ana ile tatizo, kaja kliniki pengine na miaka 10-12 kaacha kliniki, unakuja kukutana naye tena tayari na miaka 20, kishakuwa mtu mzima, kishakuwa mkubwa, ndio unamuona sasa kliniki. Hapo sasa akija unakuta kuna vitu tayari vishaanza kuleta tatizo, kubadilika labda katika mfumo wa kizazi, labda katika mfumo wa macho, nuru ya macho, labda katika mfumo wa tatizo la moyo, tatizo la mafigo, tatizo la ini, katika usagaji wa chakula. Kwa hiyo kuna hiyo connection.
Yes, yani sickle cell ina uwezo wa kuleta matatizo kote huko. Sickle cell. Na nadhani tumerudi tu haraka tumekwenda, lakini ukiangalia kabisa sickle cell, na ndio maana tunasema ni ugonjwa ambao tunajaribu kushajihisha matumizi ya dawa, tendency ya clinic wagonjwa kuja, kwa sababu ukiona tu kwamba okay, tatizo kumbe linaloanza ni ile hemoglobin S ambao tumeiona pale vipi imepatikana, inaenda kutengenezwa. Kwa hivyo ile hemoglobin S inapokuwa imefanyika, kukosekana kwa hewa safi, sawa, inapelekea kuweza kujizalisha, na kile inapojizalisha inapelekea zile chembe nyekundu nazo pia zinakuwa zinabadilika umbo. Sifa ya hii chembe nyekundu ambayo imebadilishwa umbo, ambayo ndio imekuwa katika sickle shape, hii sifa yake tumeiona na kuwa ngumu, inaganda, iko sticky kwenye vessel, sawa. Kwa hiyo sasa utaanza kupata picha kama damu itakuwa inaweza kuganda. Kwa hiyo inaweza ikaganda kwenye moyo, inaweza ikaganda kwenye mishipa ya kichwa, ikapelekea kiharusi, inaweza ikaganda kwenye mishipa midogo ya kwenye macho, mtu kama anakuambia tu mimi napoteza nuru za macho, umefahamu? Pia vile vile kwamba kutokana na sickle cell tunasema ni ugonjwa ambao baada ya kupatikana kwa hii chembe nyekundu, umeona inapofanyika umbo lile inakuwa haina maisha marefu, sawa, na inakuwa inavunjika haraka, inakuwa haina muda, sawa. Tunasema tunakisia kawaida ya chembe nyekundu ambayo iko ile mviringo, iko normal, tunasema maisha yake ni mpaka siku 120, sawa. Siku yake miezi 3 mpaka miezi 4, siku 90 mpaka 120. Lakini chembe nyekundu ambayo tayari hii ilofanya sickle cell, hii inakuwa ina maisha mafupi, so wastani wa siku 20. Tumefahamiana, hata mwezi haimalizi. Saa nyingine unakuta viko vitabu atakwambia mwezi, lakini mara nyingi siku 20. Basi sasa unakuta nini kinachotokezea kwenye sickle cell? Kuna uvunjwaji mkubwa wa haraka wa hizi chembe nyekundu ambazo zinavunjwa kwenye ili bandama. Kwa hiyo unakuta sasa kuna matatizo mengine, unakuta ndio maana wengi wao unakuta wanaanza kufanya macho manjano, kwa sababu ile chembe nyekundu unapoivunja inakuwa inatoa matokeo yake ya kuvunjwa, tunaita product ya ile seli nyekundu. Kuna kitu kinaitwa bilirubin. Sasa hichi ndo kinaanza kufanyisha kupiga kwa macho manjano. Hichi pia kinaweza kwenda kuganda, sawa, ikatengeneza vijiwe kwenye tunaita gallbladder, yani katika ini, sawa, na mtu anaanza kupata gallstone. Kwa unakuta mtu mwingine anakuambia kwamba ameambiwa nina vijiwe kwenye ini, sawa, kwa sababu ya vile vinavunjwa. Unajua kitu chochote unapokivunja, sawa, kinatoa vile hewa. Sasa zile zinakwenda kwa hivyo hizo nimejaribu kugusia baadhi ya athari, lakini zipo nyingi na nyingi ambazo pengine mbele hapo tunaweza tukazigusia, lakini ni miongoni tu wa nini zake. Yes. Mohamed, wewe ulipoacha na kwa kuona labda imestop, kuna athari zozote baadaye zilikuja kutokezea ukaona sasa huu ni muda wa kurudi kwa daktari? Zilitokeza. Kama zipi? Ilikuwaje? Tulikuwa kichwa kinauma mara kwa mara. Na ilikuwa baada ya kipindi gani labda kuanzia kuacha kwako wewe? Kuacha ni kama wiki 2 hivi mpaka 3. Zikaanza hizo dalili. Na dalili kubwa zilikuwa kichwa kinauma, kizunguzungu vile, kama nikinama hivi nikiinuka na kizunguzungu. Kwenda kupima damu, kienda ile nikirudi damu inakuwa low, imeshuka. Kwa hiyo imeshuka hapo tena naanza kupangilia tena dawa mwenyewe hapo. Kwa sababu tukisema madaktari hapo kama kawaida yake kwa kali, na angekuwa mkali daktari kweli. Hiyo kweli? Wanakuwa na hiyo wanasema mkali kwa sababu wanaogopa. Unajua sawa. Mkali mnaambiwa kama mfanye. Tunaambiwa ndo kama wewe ukiambiwa na baba fanya kitu fulani, ukiacha unaofia baba kufanya hivi. Tunakuja changamoto kama hiyo. Lakini kama daktari watakuwa na tabia kama hiyo, labda imetokezea, labda nikiacha nikiona dalili narudi, bila ya kuja kwako tena kuambia daktari, bwana nimekosea kweli, lakini nifanyeje ili niendelee? Hakuna madhara yote? Madhara yanakuwa yapo kwa sababu hawatakiwi aache dawa. Kwa hivyo unapokuja, unajua unapojaribu kukaa
sickle cell ni kama familia. Na kawaida mimi nakuwa siko peke yangu, mimi niko na madaktari wenzangu pia ambao tunajaribu kuishi na mashujaa kama familia moja. Kwa hiyo huwa tunajaribu, hatuwatibu tu peke yake. Sawa, nadhani tuliona kipindi ambacho kilichopita, tuliona kwamba tuna jumuiya ambayo tunaishughulikia, tunawasimamia kupanga mikakati ile mambo yao yote kuhusiana na hawa mashujaa. Kwa hiyo saa nyingine inakubidi kama baba sasa, sawa, mimi na madaktari wenzangu wengine inabidi kidogo maanake sio mkali wa tena, lakini kidogo lazima na msimamo. Ndio kwa nini unaacha dawa, kwa nini hivi? Basi tukitoka tena hapo tunazungumza, tunacheka, imeisha. Lakini kwa sababu si kitu kizuri, kwa sababu athari itakayokuja kwa kuacha dawa ni kubwa kuliko uendelezo wa kutumia dawa. Na ikiwa wataacha dawa wakiona dalili watumie au kwanza warudi kupata ushauri? Kwa sababu wao wanakuwa wanajua wana dozi zao, na mtu yoyote wa sickle cell aidha shujaa mwenyewe, sawa, aidha hasa kuanzia miaka 5, 6, 7, basi wewe hata akija kliniki anakutajia mwenyewe dawa zake. Anakutajia dawa, anakutajia dozi, kila kitu. Daktari, mimi nakula folic acid hivi, nakula kama natumia hydroxyurea, unakula vipi, anakuelezea hicho kitu, huwa tunawafunza. Popote anapokwenda yeye ataweza kukwambia dozi yake, hata kama hana buku, lakini atakwambia mimi na meza kidonge kimoja leo, kesho sili, au nakula kila siku kimoja, au nakula kwa wiki mara ngapi, tumefahamiana. Kwa hivyo hiyo ni elimu ambayo huwa tunawapa kuwashajiisha popote wanapokwenda waweze kujua matumizi ya dawa. Mohamed, ilikuwaje baada ya kipindi gani ukaona imerudi tena? Hapo baada ya kuacha dawa ndo kama hivyo, unakuta mwezi unapata mwezi. Na kuna kipindi niliziacha ngaziacha hasa, na Mungu alinijalia. Au ulipoona sasa labda kama imesita hivi, ulikaa kipindi gani mpaka ukaona sasa muda mrefu? Kama kipindi gani nafika miaka hivi kula dawa, lakini nilikuwa nikitumia kula vizuri, maana hii kwa huli vizuri pia na kunywa maji kwa wingi vile. Hata kama unatumia dawa na kwa hai kama itakupa gepu ya kutoa maumivu, unatakiwa ule dawa, unywe maji kwa wingi, ule mboga. Kwa mimi kana najipangilia hapa kwenye mboga, unywe maji kwa wingi. Ndio maana kana nipa gepu. Na uliporudi baadaye maisha niliporudi hapo kutumia dawa ndo kama hivyo, kwa sababu kutumia dawa lazima ni kitu kigeni umekitia tena mwilini. Kwa hiyo utakapokitia tena kitu kigeni mwilini, infections zinaonekana, lazima mwili ulete mabadiliko. Lakini sasa hivi unaacha pia. Utegei tena. Sasa hivi naendelea. Utegei tena. Nilia stop hydroxyurea kwa kipindi cha nyuma kidogo, hapa damu ilikuwa low. Nikaambiwa Dr. Soni ni stop kwa muda wa wiki 2 au nicheki tena damu, itakapokuwa size niendeleze dozi yangu. Unapokaa na mashujaa wenzako, wao wanaonaje? Wanayakubali au kuna wengine wanapokuja bado kuna hizo wanaona kama labda kuna shida ya kulikubali ile tatizo? Tatizo hilo ni changamoto, hiyo haikwepeki. Utakapofanya utakapoweza, lakini ni lako. Au lazima mwisho kubaliana nalo. Mwanzo utakuwa ni ngumu, utawaza sana, ndio ishapata hivi, lakini ni maradhi ya kawaida tu. Ni kama kuumwa homa mtu, ni kawaida kwa binadamu. Okay. Asante sana. Tunazungumzia leo ni sickle cell, kama ilivyo wiki zilizopita tulizungumzia juu ya ugonjwa huu wa sickle cell, na mwezi wa 9 wa kila mwaka, nikukumbushe, ni siku ni mwezi wa uelewa juu ya ugonjwa huu, na ulitolewa elimu kubwa sana, na sisi kama Afya Kwanza tukachukua nafasi hiyo pia kuwaelimisha watazamaji wetu. Na hapa studioni niko na daktari bingwa wa magonjwa ya damu Dr. Thuwain Nasor Saidi kutoka hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, pamoja na shujaa wetu Mohamed Salum Hamadi ambaye yeye ni shujaa na analo hilo tatizo la sickle cell, lakini sasa karudi kukaa katika ile nafasi yake.
na tutakupa nafasi utupigie simu kupitia 0714 754594 0714 754594. Tupigie sasa hivi, tutakupa nafasi hapa umuulize daktari au umuulize shujaa wetu kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza. Dr. tuangalie tathmini ya sickle cell. Tuanzie duniani tuje labda ukanda hapa Afrika, lakini mwisho tumalizie kwa kwetu hapa, hali ikoje? Naam, asante ndugu mtangazaji. Kwa tathmini kwa haraka sasa hivi ya duniani, sickle cell kwa kila mwaka tunasema kwamba zaidi ya watoto 300,000 duniani. Tugandia hapo kwenye watoto 300,000. Huyu tumpe nafasi ya Mikata. Unaweza kutupigia? Naam. Kwa dunia nzima. Kwa dunia nzima, yani makisio sasa hivi kwa tathmini inasema zaidi ya watoto 300,000 kwa kila mwaka wanazaliwa na sickle cell. Kwetu Tanzania hapa tunasema kwamba kwanza sickle cell ni tatizo ambalo linaathiri zaidi watu wa sub-Saharan, sawa, ambao wana African origin, sawa. Na tunasema kwa hapa kwetu mpaka sasa hivi tathmini kwamba kwa Tanzania basi watoto wasiopungua 14,000, 11,000 mpaka 14,000 kwa kila mwaka. Sawa, wanazaliwa wakiwa na hii sickle cell. Kwa hiyo kupitia changamoto hizi, kupitia sasa hivi mwamko ambao naweza kusema kwamba ulikuwa haupo miaka 3-5 nyuma, sasa hivi sickle cell kidogo at least watu wameanza kuwa na uelewa, japo kuwa haupo ule uelewa kwa 100% ambao tunautegemea, lakini inshallah kwa uwezo wa Mungu tutafika huko. Sawa, lakini hiyo ndio ilivyo. Hapa kwetu Zanzibar mpaka sasa hivi nadhani tunaendesha kliniki zetu katika hospitali ya Jitimai pale Magogoni, na tuna makisio katika bezi yetu basi kuna wagonjwa wasiopungua 2,000, sawa, ambao huwa tunawaona kwa mpangilio wa kliniki hawa, ambao tunafanya kliniki kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Jumanne, ambapo Jumatatu wanakuwa ni wakubwa na Jumanne wanakuwa ni watoto, sawa. Kwa kila wiki tunawaona, na kwa kila wiki na maana tukichukua labda idadi ya siku ya Jumatatu na Jumanne, basi tunaweza tukaona wagonjwa wasiopungua 100 mpaka 120 kwa kila siku, kwa kila wiki, maana Jumatatu na kliniki ipo ni Magogoni tu basi. Kliniki ya sickle cell zipo kliniki sehemu tofauti, ziko private clinic wanafanya sickle cell, lakini tunazungumza ile ambayo ya tunasema kwamba ya kitaifa, sawa, ambayo kiharaka tukisema sickle cell clinic, kuna pale tuna unit ya hematology, tunasema tunadili nayo, tunashughulika na magonjwa ya damu, kwa tunaendesha ile clinic. Kwanza wakuta Jumatatu tuna wastani wa kuona wagonjwa kuanzia 30 mpaka 40, 45 au 50 siku nyingine. Na ukitizama Jumanne unaweza tukaona wagonjwa 80, wagonjwa 90. Kwa ukipiga hesabu Jumatatu na Jumanne, basi unaweza ukapata range hapo wagonjwa 100, 120 wanaonekana kwa kila wiki. Na mimi tathmini hii inakuja na tafiti. Kuna chanzo ambacho labda kinafanya kupatikana kwa wingi ni nini? Chanzo kikubwa nadhani kwamba kama tulivyosema, huu ni ugonjwa ambao wa urithi, na ina maana kwamba unajua katika mfumo wetu wa maisha, ndoa zetu ambazo tayari zinaendelea, nadhani tuna zile ndoa za sisi wenyewe kwa wenyewe, unajua kwamba mjomba au mtoto wa shangazi. Kwa hiyo na hili tunasema kwamba ni tatizo la urithi. Kwa hiyo kama ni urithi, maana yake ina maana kwamba unaendelea uwepo, unaendelea kusambaa kwenye familia, na ndio maana tunashajihisha sasa. Kwa sababu kupitia kipindi hichi pia tutazungumza hapo mbele, lakini ni kwamba kuna ile changamoto kwamba mtu anajikuta wameoa ama ameoa, wameoana tuseme, pengine wanapata mtoto ambaye ana sickle cell, unamkuta sasa baba pengine anaanza kulalamika, sisi kwetu hamna maradhi, umeona, na ile inakuja kwamba kwa sababu yeye anayo lakini hajajitokeza. Yani kitaalamu tunasema katika njia ya urithi ya hili tatizo, unatakiwa ili uwe nayo lazima uwe nayo mazima, manake tunasema lazima uwe umebeba vinasaba vote viwili. Kinasaba kutoka kwa mama na kinasaba kutoka kwa baba. Tunasema wewe ndio unatengeneza ile hemoglobin SS. Manake umebeba S1 kwa baba, umebeba S1 kwa mama. Sasa inatokezea kwamba unaweza ukabeba kinasaba kimoja
Umeona, ambapo wewe ina maana kwamba una ile hemoglobin AS, manake unayo pengine mama yeye hana, kwa hivyo wewe umebeba ya mama ni normal, sawa, lakini ya baba pengine ndiyo nayo hicho kinasaba cha S. Kwa hiyo mtu kama huyu kitaalamu tunamuita sickle cell trait. Okay. Umeona kwamba amebeba kinasaba kimoja. Na hawa ndo tunao wingi ambao tunatembea nao, na hawa kawaida yao hili tatizo unakuwa huumwi. Okay. Kuonesha upungufu wa damu, macho yako hayatupiga manjano, kupata maumivu ya viungo, na hawa ndo tunao wingi kwenye jamii yetu. Sasa huyu ambaye anatembea na kinasaba kimoja au tunamuita keria, manake kabeba anatembea nacho. Huyu akija akioa, akimpata mwenziwe ambaye kama yeye. Umeona hapo ina maana sasa tayari wana kinasaba kule kipo kimoja na huku kipo kimoja. Kwa hivyo wao wanawana wakiwa wazima, hawana tatizo la damu, hajawahi kulazwa, hawajawahi kupata tatizo lolote. Lakini sasa katika ndoa yao wana kile kinasaba kimoja pale, na maana wanakuja kupata mtoto katika kuna asilimia pale 25 sawa ya kuweza kupata mtoto ambaye ana sickle cell. Sasa changamoto inaanzia hapo. Baba ataona kwamba mie kwetu hamna, kumbe kwao wao wamebeba kinasaba kimoja wanatembea nacho, na mama naye kawa nacho, ndo ameweza kupata mtoto. Yaani tukumbuke kwamba tatizo hili kama analo mama peke yake hawezi mtoto kutoka akawa na sickle cell, lazima awe nalo baba na mama. Na tunaposema pale labda kusema kwamba kuambiwa mama anazaa mtoto mgonjwa, hii ni kosa kubwa sana, nadhani tunamkosea hata Mwenyezi Mungu. Yani hapa ina maana tukubali kwamba ni maradhi ambayo tumepatiwa, lakini tunasema kitaalamu ni urithi ambao unatokana na baba na mama. Na hizi changamoto zipo kwenye jamii. Dada zetu wanaambiwa pengine wewe unazaa tu watoto wagonjwa, baba yeye anajiona yuko salama. Sababu nini? Yeye pengine akiangalia kaka zake hamna mwenye sickle cell, akiangalia mama yake hana sickle cell, kumbe kwao wote wana vile vinasaba vimoja, wanatembea keria. Yes, hilo tutakuja kulizungumza kwa upana. Kwanza tuende mapumziko mafupi, tukawasikilize wenzetu ambao tuliwapitia katika hospitali mbalimbali. Tukirejea ili la Dr. Thweni tutalizungumza kwa upana zaidi ili kuelimisha hasa wanafamilia. Majina naitwa Fatma Faiza Bedi, ni mzazi wa mtoto mwenye sickle cell, anaitwa Muhammad Amiri Muhammad. Ana miaka 7 kwa sasa. Ameanza kuumwa tangia ana miezi 4, lakini sikuweza kugundua tatizo lake kwa muda wa miezi 7 au 6. Yaani alianza kuumwa akiwa ana miezi 4, anavimba kwenye sehemu zake za viungo, anapata maumivu makali, anapata homa kali, lakini sikuweza kugundua tatizo lake kwa kipindi cha miezi 6. Nilienda naye hospitali mara kwa mara, anapewa dawa za maumivu, anapewa dawa za homa, narudi naye nyumbani. Nakaa baada ya siku 3 narudi naye tena hospitali, anapata dawa, anarudi naye nyumbani, lakini kwa kipindi hicho hakuweza kugundulika kwamba ana tatizo la sickle cell kwa sababu alikuwa hakuwahi kufanywa kipimo. Nilienda naye kwa mabibi mbalimbali, alikuwa anapewa dawa na za kukoga, za kunywa pamoja na za kukandwa. Kwa mara ya mwisho nilienda kwa bibi wa mwisho ambaye ndo alinishtua, akaniambia huyu mtoto simkandi wala simpi dawa yoyote, isipokuwa nenda pharmacy mnunulie dawa ya maumivu. Baada ya hapo nenda naye hospitali waambie wamcheki kipimo cha maradhi ya mifupa. Lakini hapo nilipoenda naye hospitali, kwa hiyo nikafanya alivyoniambia. Kwanza nikaenda kununua dawa, nikarudi naye nyumbani, nikaenda hospitali. Kwenda naye hospitali kuambia kwamba walifanyia hicho kipimo, madaktari wakanishangaa sana na wakaniona waajabu. Wakaniambia, mama, unanijua hilo tatizo la maradhi ya mifupa ni tatizo gani? Kwa nini unasema mwanao apimwe maradhi ya mifupa? Ni maradhi mabaya sana, mtoto wako ana afya nzuri, hawezi kuwa na maradhi hayo. Nikaambia sawa, lakini mimi niliambiwa na bibi ambaye alikuwa ni daktari zamani kastaafu, sasa hivi anafanya dawa za kawaida za tena kwa aliamuri. Akaniambia sijaridhishwa na vipimo kwa sababu mtoto wako ana dalili za maradhi ya mifupa. Akaniandikia tena, akaniambia akafanya tena kipimo hospitali nyingine tofauti. Basi nikaenda hospitali nyingine, nikafanya kipimo ni hayo. Kwa bahati nzuri kuna dada yangu yupo Dar es Salaam, nikamhadisia, ni daktari. Akaniambia kama ikiwa kashafanya cycling test mara 3 na kipimo kinaonyesha no maradhi ya mifupa, kwa hiyo inabidi huyu afanye kipimo kikubwa, safiri ndani ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya clinic
Kwa hiyo kweli nikafika Zanzibar, kufika nikaenda hospitali ya Mnazi Mmoja, nikakutana na wagonjwa mbalimbali. Yaani nilipata faraja. Kwanza nilipopoa tatizo la mwanangu kwamba ana maradhi ya mifupa, niliogopa, nilishtuka, nikalia, nikaumia, nikasema maradhi makubwa. Lakini baada ya kwenda hospitali kukutana na wagonjwa mbalimbali ambao wana changamoto za maradhi ya mifupa ni wengi, na yule wangu mimi nikajikuta kwamba alhamdulillah hana tatizo kwa sababu yuko vizuri. Lakini nikutana na watoto wana vichwa vikubwa, wana vitumbo, wengine wamefini. Mtoto wangu mimi ni mzazi wa watoto wenye sikoseli 4. Wa mwanzo nilimgundua alikuwa kila siku anaumwa, nikaenda hospitali, wakanambia itabidi tukampimishe vipimo kwa hii hali yake aliyo, kwa sababu yani kwa nkenda ana damu 3 2. Nikapelekwa Mnazi Mmoja, kupimwa positive, imekuja wa mwanzo. Wa mara ya pili huyo alichukua siku, nilikuwa nikienda kupimwa hayaonekani, nikienda kupimwa hayaonekani, mpaka kafika miaka 13. Miaka 13 aligundulikana na yeye ni positive. Na wa 4 nimeenda naye miaka 7, yeye naye pia kagundulikana ana maradhi hayo ya mifupa. Wa 3 huyo, wa 4 yeye hakuchukua siku, yani miaka 2 baada ya kumwachisha hali ndio ikaanza hivyo hivyo. Na yeye ndo madaktari washanzoea kule shamba, akanambia naye mpeleke akapimwe. Lakini ukisha kupimwa kule nikaanzishwa kliniki, na nahudhuria kliniki vizuri sana. Nimeanza Mnazi Mmoja mpaka Jitimai nipo hapa. Kama mfano natoka alfajiri, nikifika barabarani naweza kukampasa 12 gari sijapata. Changamoto hiyo ninayo. Lakini mkifika hapa sina changamoto. Mkifika hapa madaktari wetu hapo vizuri, alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru kwa hilo, na vijana wetu. Na hao ni baadhi ya wazazi ambao wamehudhuria katika kliniki hiyo ya pale Magogoni kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao. Daktari, umelizungumza swala kubwa, na hapo wengi wa wazazi tumeona wanawake. Hivi unaichukuliaje hiyo trend ya baba na mama kwenye kuwashughulikia tatizo hili kwa uzoefu wako? Naam, asante ndugu mtangazaji. Yaani kwa uzoefu unaonesha kwamba mama ndio ambao wanapata shida sana na hawa mashujaa. Mamama ndio ambao wanosimama nao hawa mashujaa wakiwatoka wadogo mpaka ambapo wanapofikia. Baadaye tena baba huko anaweza akaja naye akajitokeza. Labda mwanangu watitari mtoto akakulia katika mazingira ambayo mama mwenyewe kwa kweli ndio amepambana. Naam, nadhani hizi video 2 zilizopita hapa zimetudhihirishia kwamba mama zetu sawa na dada zetu vipi wanahangaika na hawa watoto. Changamoto ambayo inakuja kama nilivyokwisha kuielezea ni kwamba wakati wanapokuwa wanapata hawa watoto kwenye maisha yao ya ndoa, basi mara nyingi baba huanza kumsukumia mama kwamba labda wewe unazaa tu watoto ambao wana maradhi, mimi kwetu hamna, wewe ndo unazaa watoto ambao wagonjwa. Sawa, kwa hiyo anamtelekeza. Wako ambao tayari wanaachika kwa sababu hiyo, lakini tunapokutana nao sawa, kwa upande mwingine wale ambao bado hawajakata tamaa na hata wale ambao wanakata tamaa, tunapopata nafasi basi huwa tunazungumza nao sawa. Nadhani kupitia hilo wanapokuja hata pale clinic unawaona, huwa tunawapa moyo zaidi. Hata wakija kama wana changamoto zozote, kama labda kaja mimi nakaa mbali, basi tunaweza tukawapa nafasi japo ya kuwasaidia. Labda kaja mtoto wangu hajisikii vizuri, anaumwa, tutampa nafasi ya haraka kuweza kumsaidia. Lakini kwa kweli changamoto bado ipo, na kama jamii basi natakiwa iamke kidogo kuweza kuwafikiria, kuwaonea huruma, ukizingatia tatizo ambalo mtoto amekuja nalo limetokana na wazazi wote wawili, sio la mama peke yake. Tupokee hii simu kidogo. Hello, katika line. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah. Za kwako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi? Mimi naitwa Sheikh Abdallah. Ndio Sheikh Abdallah. Nipo Mazizini. Sheikh Abdallah, leo tunazungumzia kuhusiana na sickle cell au selimundu. Tuko na daktari pamoja na shujaa hapa. Wewe unalipi? Naam. Nashukuru sana kwa kuleta mada nzuri. Kuzungumza kwa ongera sana. Asante. Na kwa kweli kipindi nimekimisi sana kwa sababu kile kidogo kwa sikio nione. Ndio. Lakini nashukuru kwa kuweza kumtenda, mashallah. Tunatuelimisha.
Lakini tukiangalia kwamba katika mazingira ya maisha tunayoishi, kuna masuala ambayo ndio kama tunazungumzia kimaumbile zaidi, athari zinazotokea kwa kina mama, kina baba basi katika watoto wanakuja duniani kwa na athari fulani. Labda kwa upande wa advice, kwa sababu wengi wamekuwa wanakataa watoto na kuwakimbia, wengine wanatafuta sababu hata wengine kuficha ile uhalisia kama ni baba kwa mtoto na vitu kama hivyo. Na tukiangalia kutoka katika mazingira ya kitaaluma ambayo tunazungumzia, lakini kuna upande wa dini vile vile. Labda katika kuadvise hawa watu tunashirikisha na katika mazingira ya kiimani zaidi, au na shida katika mazingira haya tu ya masomo. Ningependa kufahamu. Asante sana, shukrani sana. Sheikh Abdallah, nataka nijue wazazi hawa hasa wa kiume mnaoingiza katika imani. Nadhani huwa tunapopata nafasi tunakuwa tunawashajihisha huko, tunazungumza nao nadhani kiimani, kwa sababu unajua swala la kumkataa mtoto kwa lengo la kwamba ana maradhi, huwezi kujua Mungu pale amekuandikia vipi. Huende kwa Mungu amekupa ndo huyo tu mmoja. Naam. Na kuna mwingine hapa. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam, vipi hali na ni nani na unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa Amira Saidi kutoka kwa Mchina. Naam, Amira. Mie na swali langu kwa Muhammad na kwa daktari kidogo. Ndio, nakusikiliza. Naona Muhammad yeye kidogo afya yake naona iko vizuri, tofauti na kuona wagonjwa wengine kwa sickle cell. Mashaallah. Naomba kujua kidogo anakuwa na mtumishi mzuri wa dawa ama anafanya nini? Naomba kujua kidogo kuhusu yeye. Au mashaallah, au shemegi anampikia vizuri na vitu gani? Naam, kwa daktari. Ndio. Kwa ushauri kidogo daktari, kwa sababu watu wengine naona kidogo wako dhaifu kwa siku. Sasa naomba kujua kama inakuwaje ipo. Ni hayo tu. Haya, asante sana. Haya, shukrani sana. Tuanze lile la Sheikh Abdallah kwanza. Naam, Sheikh Abdallah, labda nikijibu lile la Sheikh Abdallah kutoka Mazizini, ni kweli ulichokizungumza ni kwamba ni vizuri kuweza kushirikisha pia na upande mwingine, maana huwa tunatoa elimu katika upande mmoja wa kidaktari kuweza kuonesha kwamba mtoto huyu hatakiwi kutengwa, mama huyu ambaye alozaa mtoto huyu wa sickle cell hatakiwi kutelekezwa, labda kuambiwa yeye ndo anazaa tu watoto ambao wenye maradhi haya. Lakini pia kwa upande mwingine ni kwamba wazo la kuweza kuwaingiza sasa kwenye imani, kushirikiana na labda kupita katika sisi tuna sababu tuna jumuiya sisi ambayo inaitwa kama ZASCO kwa hapa Zanzibar, ni Zanzibar Sickle Cell Organization. Ni jumuiya ambayo huwa tunajaribu kupita katika baadhi ya maskuli, sawa, kunapita katika baadhi ya jamii kuweza kuwapa elimu. Lakini pia nadhani kwamba kwa upande mwingine nizungumze, hatujapata nafasi kabisa kuwashirikisha labda watu wa imani nyingine, labda kidini pia na wao wakazungumza, lakini kupitia kipindi hichi niseme kwamba kwa wale wote ambao labda wanatelekeza familia, au labda mwanamke wanaamua kumwacha, au kama familia ya mume wanamtolea maneno ambayo ya kejeli, ambayo maneno hayafai, na hisi kwamba inakuwa haipendezi kama jamii, ukizingatia kwamba ndio. Naam, tutapokea hiyo kwanza. Hello, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ni nani na unapiga simu kwa? Naitwa Madina Mohamed Kazum kutoka Chumbuni. Ndio, Madina. Haya, swali langu kwa dokta. Naam. Hawa watoto wa maradhi haya ya mifupa wanapokuwa wanaumwa, maumivu makali. Sasa wakishamaliza yale maumivu tayari yameshapungua, washapatiwa dawa, wamerejea tena nyumbani, wanakuwa wanavimba. Sasa sio hapa inasababishwa na kitu gani? Ndio. Mnafahamu?
Ni hilo tu. Ni hilo tu. Haya, asante sana Bi Madina. Asante. Haya. Kwa hiyo nadhani kwamba tukirudi kwa Sheikh Abdallah ni kwamba ni vizuri kwa kweli tukarudi sasa kwenye imani pia. Nadhani dini zote mbili hazikubaliani na hilo swala. Sisi kama Waislamu ambao ndio tuko asilimia kubwa, pia ningesema kwamba kuweza kukatisha familia ni dhambi kubwa sana. Nadhani ni dhambi ambayo hata Mungu naye hayupo tayari kuipokea tukirahisi, kukatisha ukoo. Maana hapa tunachokizungumza, humkatai jamaa yako wa mbali, labda mjomba, shangazi. Hapa unakataa mwanao mwenyewe ambaye ni damu yako. Kwa hiyo naomba kama mababa sasa tukubaliane kwamba hili ni tatizo sio linalomhusu mwanamke peke yake, bali ni tatizo ambalo linahusu pande zote mbili. Kwa hiyo naomba tukubali wa watoto, tuwalee, na ukiishi nao vizuri wanakuwa ndo kama hivi ambavyo sasa hivi hapa tunamuona shujaa wetu Muhammad. Mpaka kuna mdau hapa, kuna mdau anauliza, je, Muhammad ana siri gani? Anafanya nini? Mbona tunamuona anang'ara? Kwa kweli ukikaa nao vizuri basi wanakuwa. Na hisi ni hivyo Sheikh Abdallah. Na swala la nadhani kuna nyingi. Kwanza tumpe yule Muhammad hilo. Kwa nini unang'ara hivi? Ujipangilia kwenye kula kwanza. Ujipangilia kwenye masuala ya kula, kunywa maji kwa wakati, kula kwa wakati, kupumzika. Mwili ndio utakapopata mabadiliko nawe. Kama kuhusu swala la kula hapa, mimi napendelea sana kula mboga hizi, matunda ndio niweka imara. Kwa hiyo na mimi na washauri wenzangu wapende kutumia mboga pamoja na matunda. Waachane na machapati barojorojo hayo, yanakuwa yanaumiza damu, yani haipani. Inazidi kuwa low kutumia sana vitu vikali vile, vitu vya makopo hivi. Waachane nao sana, adili na hizi mboga pamoja na supu za madagaa, tende zile na maziwa, ndizi. Wapendelee sana kula hivi. Asante. Katika line, asalamu alaykum. Alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh. Baba, habari kwingine? Safi, vipi hali? Mimi nashukuru. Ndiyo. Mimi naitwa Hafiz Kaka. Ndiyo. Na mimi iko masikiliza. Ndiyo. Na daktari kwanza iko na pongezi na ndugu yangu pale, mashallah. Ndiyo. Iko na fundisho nzuri sana, alhamdulillah. Lakini sasa sisi katika maisha yetu nasema kinga iko nzuri zaidi kuliko tiba. Sasa hii mimi iko na mimi natokana na kule chakula. Chakula mingi sasa hivi napiga dawa hili na nimepisha. Yani paka kuku sasa chako na hips. Sasa daktari, wewe nashauri sisi mimi nakula zaidi kwa sababu vyakula yote iko balada yake. Sasa vyakula gani sisi nakula hii naweza epukana na hii tatizo? Kwa sababu hii tatizo nasema natoka Mungu ndo najalia, lakini vile lazima najitahidi sisi iko naonyesha kidogo ili nakuwa nguvu zuri ndani yake. Mungu tabariki nyote inshallah. Shukria. Asante sana Hafiz Kaka. Haya, ili la vyakula. Naomba nirudi na hilo la vyakula. Bi Amira alizungumzia kuhusu watoto nao wanakuwa dhaifu. Naam, sasa na ndio maana tunasema kwamba naweza nikiri kwamba tatizo hili la sickle cell, mtoto anapokuwa yuko chini ya miaka 5 huwa ndo linakamata zaidi. Nadhani sababu kidogo zilizielezea kwamba mtoto anakuwa tayari tunasema kwamba ana urahisi wa kupokea maambukizi. Na ndio maana hapa hata shujaa wetu Muhammad alielezea alivyokuwa mdogo, sababu iliyofanya yeye agundulikane ni kuweza kupata homa za mara kwa mara. Na saa nyingine nawajia mpaka hii kuvimba kwa mikono, saa nyingine ni kwa sababu kwamba unajua damu ile ya sickle cell inavyokuwa inasambaa inakwenda,
Unajua tumesema kwamba inakuwa ina uzito ile inaganda, kwa sababu nyingine kurudi inakuwa pia ni shida. Lakini hivyo ina maana unakuta wanavimba hata mikono, sawa, miguu, vidole vya miguu, kitaalamu tunaita kama dactylitis. Sawa, ni infection ambayo mtoto anakuwa anaipata inapelekea hiyo kuvimba. Kwa hiyo kwa swala ambalo mara nyingi kama hapa shujaa wetu Mohamed amezungumza kwamba inapokuwa huwa tunawashauri zaidi kutumia vyakula vizuri na vile vile kutumia na maji kwa wingi. Nadhani maji yana faida kubwa katika hili tatizo. Nadhani hata ukiona hapa kwa vile seli kidogo zinakuwa nzito, zinaganda ganda kidogo. Kwa hiyo matumizi ya maji kwa wingi unaweza ukakuta kwamba ile damu kuflow, maana yake kutembea kwa ile damu kwenye mishipa pia unakuwa unaisaidia. Na ndio maana niungane na ndugu watazamaji wengine ambao hasa wale ambao wenye watoto wenye sickle cell, utakuta kwamba nadhani wao ni mashuhuda, wakija hospitali mtoto anapokuwa na maumivu makali, jambo la mwanzo utakuta anaekewa drip. Sawa, tunaweka kama hizi normal saline, basi mara nyingi unakuta zinasaidia kukwamua kwa zile damu ambazo zimeganda, na baada ya muda kutokana na uzito wa yule mtoto tunampa kiwango mahsusi cha fluidi ama cha maji, basi unakuta yule mtoto anajisikia vizuri. Kama tunapiga na dawa za maumivu kidogo tunapunguza yale maumivu, basi inshallah kwa uwezo wa Mungu mtoto yule unamkuta ana recover. Huyu wa pili alisema kuhusu kuvimba ile. Ndio hiyo kuvimba. Ndio kuvimba akishamaliza kutumia dawa au inakuwa. Sasa mara nyingi ile inakuja kuvimba, mara nyingi wanapata zaidi watoto chini ya miaka 5. Unaona wanakuwa wanapata. Ndio hiyo kitaalamu tunaita kama dactylitis. Tunafahamiana kama dactylitis. Sasa unakuta kwamba kuna tatizo ni kwamba pengine amekwenda amekewa. Sasa tatizo la kwanza linataka kuanza maumivu, kwa sababu ile kukwama zile kwa damu, maumivu yanakuwa ni makali na ndo inaanza ile. Kwa unamkuta anakwenda hospitali akishakuwekewa, kumbe ndo kwanza linaanza lile tatizo. Akirudi naye nyumbani siku ya pili ndo analikuta lile tatizo dactylitis. Na ile mara nyingi huwa anatakiwa aendelee na dawa, lakini saa nyingine inakuwa wenyewe inaanza kurudi kwa matumizi ya dawa. Unakuta kidogo kidogo ile mikono inavumbuka, basi mtoto yule anakaa sawa. Hafiz kaka anasema vyakula ambavyo tunakula vimekuwa vina dawa nyingi. Inaweza kuwa kuna nini connection hiyo na matatizo hayo? Utafiti unasema hivyo kwa sababu mabadiliko, kama nilivyosema kwamba sickle cell inasababishwa na mabadiliko ya haraka, kitaalamu tunaita mutation. Ni tatizo ambalo la urithi, mtu anazaliwa nalo. Kwa hiyo ina maana haya mabadiliko, kuna sababu tofauti zinazosababisha mabadiliko kwenye miili yetu. Sababu mojawapo ni ya urithi, sababu nyingine aina za vyakula ambavyo tayari vitakuwa salama, sawa, ambazo vina makemikali ambavyo vinaweza vikabadilisha, vinaweza vikachochea pia na matatizo mengine, ukiachilia mbali sickle cell, kubadilisha kwa jinsi kwa vinasaba mpaka kupelekea pengine kuambukiza maradhi kama ya saratani. Lakini pia kuna matatizo mengine kama kuna makemikali haya kina benzene, sawa, lakini pia kwa mfano kama mionzi mengine ambavyo wataalamu kwa nyuma wanatuambia sababu kubwa ni hizo zinazopelekea mabadiliko sisi tuyapate ya haraka. Lakini punde tu unapokuwa tayari ushapata haya mabadiliko, hili tatizo na maana tayari tunasema linasambaa. Kwa hiyo kwa hapa ina maana wakati ukiwa unalo, manake hakuna njia ya kusema labda kuna vyakula fulani mimi nikitumia litaondoka. Hapana, isipokuwa tunashauri, kwa sababu tatizo linalotokezea hapa kama nilivyosema ni kwamba damu inakuwa inafanya nini, inashuka kwa sickle cell. Kwa hiyo tunachoshajihisha zaidi ni matumizi ya maji kwa wingi na vile vile vyakula vile vya kuongeza damu, kama ikiwemo hizo tende, maziwa, sawa, supu ya tonge kwa tonge, dagaa, vibua, sawa. Tunasema mboga mboga kama matembere ni mazuri sana kwa kupandisha damu. Kuna hizo juice wanafanya kama za beetroot, sawa, maini, ikiwemo kama samaki ya kuku. Hayo yote ni mazuri kwa ajili ya kupandisha damu. Ukijumuisha na matumizi ya matunda ni mazuri, na unamkuta mtoto yule akipata tu ushauri mzuri, akijipangia kwenye vyakula, anatumia dawa, anakuja kliniki kwa kila kipindi ambacho daktari atakachomshauri, basi inshallah kwa uwezo wa Mungu anakuwa kidogo kidogo na anaanza kubadilika, na utashangaa kabisa, mwanangu mbona anaendelea vizuri. Kumbe ni njia hizo kubwa ambazo tayari anatakiwa yeye azifanye. Na muda umetuacha mkono. Mohamed, una ushauri gani kwa wazazi lakini kwa wagonjwa wenzako wenye selimundu? Ushauri nitakao hapa kuhusu kwenye vyakula na unywaji wa maji. Kwanza wapangilie vyakula
wasile tu vyakula kufakamia. Wajitahidi sana wale vyakula vitakavyoingia damu wao, kwa sababu mili yao ni michache kuchuma damu. Tofauti na watu wengine walikuwa wazima. Mtu alikuwa mzima hataki morojo miaka yote. Damu inajichuma kama kawaida. Lakini mtu wa sickle cell atakapokuwa hali vyakula vya damu itampelekea kwanza kuumwa mara kwa mara, kulazwa mara kwa mara, mwili wake kuwa dhaifu na mengine kadhalika. Na daktari, moja kati ya vitu ulivyovizungumza sana unasema wale keria ndo wapo wengi. Labda tufungie kwa ushauri wale. Nini kifanyike kwao? Hasa wale ambao bado hawajaingia katika labda ndoa. Na ushauri nadhani hapa kwa haraka ni kwamba tushajihishane kabla ya ndoa, sawa, kuweza, manake pale kabla ya ndoa huwa wanandoa hawa wanachukuliwa wanapima ukimwi. Lakini ikiwezekana pia badala ya kuona haya matokeo yanokuja baada ya ndoa, baada ya watoto kuzaliwa, labda baba anakataa, mtoto anasema huyo mimi sio mwanangu, sisi kwetu hatuna maradhi hayo, umeona. Na mara nyingi mababa hawa ukiwaita hospitali wanakuwa wazito sana kuja. Kwa sababu anajua hataki kuangalia, kwa sababu ile imani yake hataki kwa sababu mwanamke anapokuja tunampa elimu, anaelewa kumbe ili tatizo lazima litokane na kwa baba na kwa mama. Na akifika kule akimuelezea, nimeelezewa hospitali hivi na hivi, baba anakuwa mgumu kuja, kwa sababu unajua nitumie pia kwamba wako mababa ambao wakisema moja ndio iwe hiyo moja. Hawataki wabadilishwe, hawataki kushauriwa. Sasa nahisi ni muda ambao umefika mababa tubadilike. Sawa, kwa sababu mama yeye atakuwa yuko na huyu mtoto, lakini baba tuwape sapoti. Sawa, na kupitia hili sasa litafanyika vizuri pindipo hapa kabla ya ndoa. Basi pia waje baada ya kupima ukimwi, basi pia wapime na kipimo cha kuangalia haya maradhi ya mifupa. Sawa, ili akijijua mimi ni keria, nimebeba kinasaba kimoja na mke wangu kabeba kinasaba kimoja, hebu tusikilize ushauri vipi, na maana kuna uwezekano wa kupata mtoto ambaye ana sickle cell. Na hapa jamii tufahamu vizuri, hatuna maana kwamba ukijua mwanamke ana sickle cell ama yeye kabeba kinasaba kimoja ama baba yeye akiona sickle cell kabeba kinasaba kimoja, maana yake hii ndoa haitakuwa haina maana hiyo. Lakini lengo kubwa ni kwamba kuweza kuwapa elimu mapema, kuweza kuambia mapema kwamba nyinyi katika kizazi chenu kama mtaoana, basi kuna uwezekano wa kupata huyu mtoto, na huyu mtoto ana changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo nahisi hiyo pia inaweza ikasaidia kwamba baba akili yake inampa kwamba sisi tumeambiwa sote tuna hili tatizo, tunaweza kuzaa mtoto huyu. Kwa hiyo tujitayarishe kiakili, atakapokuja nini tufanye, tufuate ushauri wa kidaktari, tushirikiane kwenye malezi. Sawa, tumsapoti mama wakati anapokuja kliniki na kuweza kumsaidia yule mtoto. Tujue kwamba watoto hawa ukiwapa fursa wanaweza wa kuitumia. Wako ambao wako vyuo vikuu, wako ambao sasa hivi wana nafasi tofauti serikalini, wako ambao wachezaji mpira, yani wako ambao wanafanya shughuli zao kama kawaida. Huo ndo ushauri wangu kwa jamii. Nikushukuru sana Dr. Thuwain Nasor Saidi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya rufaa Mnazi Mmoja, lakini pia tupo na shujaa wetu Mohamed Salum Hamadi. Yeye ni mgonjwa ama ni mwenye tatizo hilo la sickle cell au selimundu, lakini kama unavyomuona hapo afya kidogo ipo mara, na ushauri huo ametutolea. Tunapaswa tufuate. Mimi mwongozaji wako naitwa Amur Khamis, nyuma kamera ni Suleiman Haji pamoja na Juma Kado, ambao tumesababisha kukuletea kipindi hichi tukiwa mubashara hapa Zanzibar Cable Television, Afya Kwanza, na inapewa nguvu na ZOP ama ZOP, Zanzibar Outreach Program. Tutaendelea kukujuza mengi, lakini kwa leo muda umetuacha mkono. Tukutane katika kipindi kijacho cha Afya Kwanza. Kinga ni bora kuliko tiba. Bye bye.